umetukuka sana. Washa Mic Live na MC Chiwaya. Mimi ni MC Chiwaya, the super MC, the super presenter, fisi ofisini, mjanja wa kitaa siku zote. Nakwambia fanya la kwako niachie la kwangu. Na ukiniona bana najua it's about Washa Mic Live. Na microphone leo tunaiwasha ndani ya kanisa. Pastor leo tunamwashia mic live. Bwana Pastor, hujambo? Sijambo. Labda majina unakuita nani? Mimi ni Reverend Emmanuel Mongolo. Sasa Reverend Emmanuel, mimi nataka uimbe. Naimba. Basi twende kazi. Wewe ni Mungu wastahili, umetukuka sana. Wewe ni Mungu wastahili, umetukuka sana. Asante sana Reverend Emmanuel. Bwana, tupatane pale comment section, niambie kama Pastor anaweza ama bado. Pastor, bwana, leo nilikuwa nataka tuzungumzie masuala kadha wa kadha ambayo yanakumba jamii hususan katika nchi yetu ya Kenya. Tukizungumza ama tukianza tu, swala la kwanza ni kuhusiana na swala zima la nidhamu. Tukiangalia katika nchi yetu ya Kenya sasa hivi, vijana wengi ama watoto hususan watoto wa shule, nidhamu imerudi chini sana, mpaka sasa imepelekea kwamba wameregeshwa manyumbani kwa sababu shule zinachomwa. Labda mtazamo wako wewe, unahisi ya kwamba ni kitu gani ambacho kimesababisha? Je, ni serikali? Je, ni wanafunzi wenyewe? Ni wazazi? Ama ni kina nani? Ama ni viongozi pia wa kidini wamepotoka? Mimi nianze kusema shukrani sana kwa nafasi hii na fursa hii. Unajua mtoto kutoka nyumbani, alizaliwa akakuwa akiwa nyumbani. Sasa yale malezi ambayo mtoto atapewa akiwa nyumbani ndiyo yatadetermine atakuwa namna gani. Wazazi wameondokea majukumu yao. Wazazi wameachia watoto simu, wanacheza na simu tu peke yake. Watoto wamekosa nafasi ya kukaa na wazazi wao. Wazazi wamekosekana nyumbani, hawako. Sasa imekuwa ya kwamba watoto wanajiamulia wenyewe. Sasa majira haya inafanya ya kwamba watoto wana misbehave. Ninapoangalia kisa kama kile kimefanyika juzi cha wale mabinti waliojitokeza na kutoka usiku wa manane na kuchoma domo, kama kulikuwa hakuna CCTVs hatungejua ni nani walifanya hivi. Lakini sasa ni watoto ambao wametoka kwa jamii. Kila mtoto alitoka kwa jamii, lakini jamii imekosa kusimama katika nafasi yake. Zamani sisi watu wa 1980s, nyakati hizo, mtoto alikuwa ni wa community. Mtoto hakuwa ni wa baba na mama peke yake, alikuwa wa community. Wakati amekosea, hata kama wewe si baba yako, hata kama yeye si mama yako, alikuwa na haki ya kudiscipline. Zaidi ya yote, tumeondoa discipline nyumbani, tumeondoa discipline shuleni, so that is what tuna expect ya kwamba ifanyike. Na unahisi kwamba suluhu kwa janga hili ni ipi? Suluhu ni kwamba wazazi warudi kwa majukumu yao. Wazazi walee watoto wao. Wazazi wajue maana ya kutumia kiboko. Maana mtoto ndani yake tuna ujinga. Na ujinga hautolewi kwa maneno. Ujinga hautolewi kwa kuongea. Ujinga unatolewa na kiboko. Swala la pili, Pastor, tuzungumzie kuhusu usalama wa nchi yetu ya Kenya. Tuzingatia kwamba kanisa lako liko katika mji wa Diani, na Diani kumekuwa na kasumba, hali ya sitofahamu kuhusiana na vijana, mara vijana wa vipanga, mara sijui wazawoza. Tukiangazia, labda tuanze tu kisa ama mwanzo kabisa, chimbuko la hizi shida zote ni nini? Chimbuko la shida hizi zote bado inatokea kwa wazazi. Maana every child ametoka kwa jamii. Na hiyo jamii, wakati mwingine tunaona watoto wameanza kumisbehave, tunawaangalia hatua hadi hatua, tunamwangalia. Baada ya muda, huyo mtoto ndio utasikia amefanya kitu, utashangaa. Sometimes watoto wakifanya mambo haya ya uhalifu, wazazi huwatetea. Maana ile sura yenye wako nayo ya watoto wao sio ile sura ambayo wako nayo kule nje. Wanafanya mambo ambayo hata wao wenyewe hawa expect kama wanaweza fanya hivi. Lakini ukweli wa mambo ni kwamba wazazi wameondokea nafasi yao ya kuwaelekeza watoto. Sasa wakati unapokosa kumwelekeza mtoto wako,
atatoka kwako, ataanza kutouch the community katika hali ya uharibifu. Unaona shule zinachomwa, unaona watu wanakosa kusoma kwa sababu ya mtoto ambaye amekosa malezi kutoka nyumbani na sasa ameanza kukuza community. Baadhi ya watu wanasema kwamba ukisikia issue za shule zinachomwa, ukisikia mambo ya vipanga mtaani, sijui watu kuibiwa na vijana wadogo, wanasema ni maandiko. Mwenyezi Mungu alisema hata katika Biblia. Kwa hivyo ni wakati tu umefika, ni nyakati zimefika na zitapita. Wewe unaunga mkono swala hili ya kwamba ni maandiko, watu wanaibiwa na ni maandiko, ni generation. Mambo haya siwezi nikaungana na hiyo, sababu kutoka kitambo wahalifu walikuwa, lakini wahalifu vijana wa miaka 12, 13 wamekushikia panga na kwambia lete pesa zote ama nikumalize, haikuwepo. So hii imetokana na wazazi kuondokea majukumu yao. Maandiko kweli yako ambayo labda yametabiri mambo kama hayo, lakini kile imetabiri ni kwamba nyakati za mwisho, ama katika Biblia kitabu cha Timotheo naongea habari za nyakati za mwisho, takuwako nyakati za hatari. Inasema ya kwamba watu watakuwa wenye kutotii wazazi wao. So inawezekana ikawa ni majira haya, lakini kweli mambo ni kwamba bado kuna mahali ambapo mzazi anafaa kuingia. Asante sana mtumishi Emmanuel kwa kuweka wazi swala hilo. Tuingie tukizingatia kwamba sasa tumeingia katika msimu wa siasa, na labda tukiangazia masuala ya siasa, naona viongozi wengi wa kidini wameingia katika siasa, sana sana mapasta, hata kule kwingine pia misikitini wameingia sana masuala ya siasa. Je, unahisi kwamba kuna uwiano kati ya siasa na dini? Siasa na dini, kama kanisa tuna nafasi yetu pia ya kuhakikisha ya kwamba tunatoa maoni yetu kuingia katika siasa, kwa sababu pia siasa ya taifa ndio ina determine kile kitakachofanyika kesho. Kwa mfano sasa 2027 rais ambaye tutamweka pale, aidha tumerudisha yule aliyopo ama tumeweka mwingine, hiyo ni mambo ambayo yatatukuza wote, na kanisa lina nafasi hata katika community. So tuna nafasi yetu pia katika politics, hata na sisi kupeana mwelekeo yote. Lakini pia si vizuri kuchanganya kanisa na siasa, kama kuwapatia katika pulpits kuongea siasa, kuongea matusi, hiyo haistahili na si sawa. Kwa hivyo unasema kwamba katika kanisa lako huwezi kukaribisha mwanasiasa kuja kupiga siasa pale ndani? Mwanasiasa anaweza kuja akaongea na watu, akawapa sera zake, lakini nitampatia mwongozo ya jinsi ambavyo wataelezea watu, si kuanza kutaja wengine na kuwatusi madhabahu, kuongea kinyume na mtu mwingine, kama vile tunaona watu wamepanda juu ya gari wanaongea wanatusiana. Hizo vitu hatuwezi kubali kuzikaribisha katika kanisa. Na kiongozi ama mwanasiasa akitoa mbumulo kanisani mwako, pastor atachukua? Anaweza toa kwa katika njia ya sadaka. Akitoa kama sadaka ni sadaka, so tutaipokea na itafanya kitu. Asante sana mtumishi. Na labda wewe haswa unaweza kuchukua nafasi na kusimama, kama inaruhusiwa, hasa kama viongozi wa kidini kusimama, kama tusikie sasa Pastor Emmanuel for MCA, unaweza kusimama kama MCA. Nafasi yangu nilio nayo kwa community ni kubwa sana kuliko kiti yoyote ya siasa, hata president, hata mbunge, hata senator, hata MCA. Bado ukilinganisha kiti kile ambacho mimi nimekalia ni kiti kubwa kuliko zote, maana Bible inasema ya kwamba anayetamani kazi ya askofu atamani kazi njema. So siwezi kuwa na interest na siasa, na wahubiri wengi wameangukia hapo, kuwa na interest na siasa na anajiingiza kwa siasa, na unajua anaweza kosa confidence ya kutoka na wengine, maana yeye ni basi na amejiingiza kwa siasa. So ni kama umejiingiza mahali ambapo you are not comfortable na umeingia hapo. So to be wise, achana na mambo ya siasa, hubiri Injili, ambia watu ukweli wa neno la Mungu, simama katika nafasi yako, maana kazi ambayo tunafanya ni ya maana zaidi na inatosha. Labda mtumishi, nikupe japo sekunde 15 kutangaza kanisa lako, na pia uambie wananchi na watazamaji wetu ya kwamba kanisa lako linapatikana wapi. Wakitaka kukufikia, wape pia nambari za simu ambazo pia itakuwa ni vizuri wanaweza kukufikia. Labda kuna watu
wameshangaa, wanarandaranda hapa Ukunda ambapo wanakosa kanisa la kwenda kuabudu, lakini wapo utawapa mwelekeo na nambari zako za kufikia, basi itakuwa ni vyema zaidi. Kanisa letu liko hapa Ukunda, mahali panaitwa Uwanja wa Jogoo. Unapofika Uwanja wa Jogoo, katikati ya uwanja huo, unapoangalia on your sunset, utaona kanisa limeandikwa Worldwide Gospel Church of Kenya Ed Sanctuary. Iko tu next to FPFK Academy. Okay, asante sana Pastor Emmanuel Jira, na Mungu akubariki sana. Thank you very much. Nashukuru sana. Mungu akubariki pia, pamoja na timu hii yote ya media. Mungu awabariki. Amen. Na Pastor, leo utatoa sadaka ama? Sasa ni ninyi mtoe, maana tumemaliza. Washa Mic Live na MC Chiwaya.